Ukisimama na kutafakari utaona mwinjili Yohane ama mwandishi wa barua hiyo ya Yohane anatupa ufafanuzi ama ufahamu wa kina sana. Dhambi yoyote inaweza kufikiwa au inaweza kurudishwa kwenye mizizi ya aina tatu hii ama mizizi ya tamaa hizi tatu ambayo yanatupeleka katika upotovu, ambao kama ukitafakari unaona ni msingi wa dhambi zote zinaanzia katika hivyo vitu vitatu: tamaa ya mwili ama anasa, ambapo tunakuta vitu kama ulafi, uasherati, uzinzi, ubakaji, pengine matumizi mabaya ya mali, matumizi mabaya ya dawa pengine, ama mambo kama kushiriki matumizi ya dawa ya kulevya na kadhalika. Lengo ni vile vitu ambavyo vinauelemea mwili na mwisho wa siku kutafuta raha isiyo halali. Kila mtu anapojitumbukiza katika anasa za namna hiyo anaingia katika hiyo tamaa ya mwili. Kitu cha pili ni tamaa ya macho au tamaa ya mali, pale ambapo tunaingia katika aina mbalimbali kama wizi, ufisadi, uporaji, udokozi, rushwa. Ni matokeo ya mtu kuona alichonacho mwingine na kukitamani na kukichukua bila haki yake. Ndio mzizi wa dhambi unahusiana na mambo ya mali, pesa na matamanio ya kumiliki. Kiburi cha maisha ama majivuno, hii ndio dhambi ya ndani zaidi, kwa sababu mizizi ya dhambi zote ni upendo uliopotoka wa nafsi yenyewe, kujifanya kuwa juu ya wengine, kutaka kuwatawala, kuwadhulumu au kutaka kumweka Mungu kando. Tunapojiona kama sisi ndio miungu wadogo, tunataka mamlaka pasipo kumtii Mungu. Hili ndio pia linakuwa anguko ama lilikuwa anguko la malaika waliogeuka kuwa ibilisi ama shetani. Kwa hiyo dhambi za maisha ya mwanadamu zinarejea kwenye tamaa hizi tatu tulizokwisha kuziangalia, ambazo pia somo la kwanza la siku hii linatualika kutafakari. Yesu kama Adamu mpya anashinda dhambi akiwa jangwani, badala ya Adamu mpya ambaye alikuwa bustanini anashindwa dhambi. Pengine haya yote yana uhusiano gani na Yesu ama yanatufundisha nini kwenye Injili? Yesu anafanya nini jangwani? Yesu sio tu kama Israeli mpya, bali kama kutoka mpya. Sio tu kama Israeli mpya wala sio kama kutoka mpya, bali tunapata kitu kingine, yeye kama Adamu mpya. Adamu wa kwanza ambaye alijaribiwa bustanini anaanguka, yeye ni Adamu mpya, amejaribiwa jangwani na anashinda. Kule mwanzo Adamu anajaribiwa na shetani chini ya kivuli cha mti. Hapa Yesu anajaribiwa na shetani jangwani. Vile vile Adamu alikabiliwa na majaribu matatu: tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha maisha. Vivyo hivyo shetani anamjaribu Yesu jangwani katika mambo hayo matatu. Kwamba mawe kuwa mkate ni tamaa ya mwili. Mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu, ni jibu la Yesu dhidi ya jaribu hilo la shetani. Falme zote za dunia, tamaa ya macho ama tamaa ya mali. Jaribu la kuona falme zote za ulimwengu ni falme zake, kuzimiliki ndilo jaribu la tamaa ya macho. Watu wangapi leo wanapitia katika jaribu hilo? Utamwabudu Bwana Mungu wako na utamtumikia yeye peke yake, ndio linakuwa jibu la Yesu dhidi ya jaribu hilo. Na jaribu la tatu juu ya hekalu, kiburi cha maisha, jaribu la kumtaka Yesu ajitupe chini ya kilele cha hekalu ili ajionyeshe kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Ni jaribu la kiburi na majivuno, kwamba acha unyenyekevu wa kufunga peke yako jangwani hapa ambapo hakuna naye kuona. Panda juu ya kilele cha hekalu ujitupe, na kwa kuwa ukijitupa hautokufa, hautoanguka, malaika zako watakuokoa. Hilo litakuwa ni kielelezo tosha kwa watu, watakuamini. Na Yesu anamjibu, usimjaribu Bwana Mungu wako. Anachagua njia ya unyenyekevu, njia ya utiifu na si ya majivuno.
Pengine sio kwamba alishindwa kufanya hivyo, alikuwa na uwezo, lakini aliamua njia ya unyenyekevu, hiyo ya kujinyenyekeza katika fumbo kuu la msalaba. Kwa hiyo katika kila jaribu unaona kuna hizo tamaa tatu ambazo pia na sisi tunazipata: tamaa ya anasa, tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha maisha. Kwa hiyo kuna namna hiyo tunayoipata. Pengine ina uhusiano gani katika kipindi cha Kwaresima? Hayo yote tuliyosema, Katekisimu ya Kanisa Katoliki inatuwekea hilo kwa ufupi na ufafanuzi mzuri. Tunaposoma Katekisimu hiyo ya Kanisa Katoliki namba 538 mpaka 540 inasema kwamba katika siku hizi 40 za Kwaresima ni mfungo mtukufu wa Kwaresima, ambapo kanisa tunajiunganisha na kufunga kwa Yesu jangwani, ama tunajifananisha na Yesu anapoenda jangwani na kufunga. Kwa hiyo na sisi tunaingia jangwani, na kupitia jangwani huko ndipo anashinda hivi vishawishi vya aina tatu ama majaribu ya aina tatu, ambayo yanatupa kielelezo na sisi cha namna ya kuweza kuyashinda hayo majaribu. Kwa wengi wetu katika mazingira ya kawaida ama tulivyozoea kipindi cha Kwaresima, mara nyingi tunapenda kujikatalia, kujinyima vitu kama vyakula vizuri, vinywaji na kadhalika kwa lengo la kuzama katika tafakari hiyo ya kufunga. Hayo yanaweza yakawa mazuri, lakini pia njia ya kweli ya kufanya hayo yote isiwe ya nje, iwe ya ndani, tukiangalia katika hayo mambo matatu. Na niwaalike tutafakari katika haya mambo matatu ambayo nitayasema, ndiyo yanaweza yakawa kama muarobaini dhidi ya yale majaribu matatu. Jambo la kwanza ni sala ama kusali, kuomba. Jambo la pili ni kufunga. Jambo la tatu ni kutoa sadaka ama kutoa matendo ya ukarimu ama kutenda msaada kwa wahitaji. Tukirudi nyuma kidogo, ama nikipenda turudi kwa siku chache kidogo tulizoadhimisha Jumatano ya Majivu, tulisoma ile sehemu ya hotuba ya mlimani ambayo ni Mathayo sura ya 6 ya kwanza na kuendelea, pale ambapo Yesu alifundisha hayo mambo matatu: kufunga, kusali na kutoa sadaka. Na alionyesha kwamba tunaposali, tunapofunga, tunapotoa sadaka, tutoe katika usiri. Tufanye hayo mambo kwa siri bila kujionyesha kwa watu, na kwa kufanya hivyo Mungu mwenyewe aonaye sirini atatupa neema zake, atatujazi. Kwa nini hilo ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu hayo mambo matatu yanalingana moja kwa moja na yale majaribu matatu. Kwa kufunga ndipo tunashindana na tamaa ya mwili ama anasa. Ukiwa na tatizo la kuelemewa na tamaa za mwili na anasa, iwe pengine ni chakula, kinywaji, ambayo inakupelekea pengine kuwa na ulafi, ulevi na ngono zisizo halali, kwa maana ya matendo kama ya uasherati na uzinzi. Ikiwa pia umeingia katika uraibu wa kuangalia picha chafu pamoja na kufanya masturbation, vitu hivyo vyote tutaweza kuvishinda kwa kufanyaje? Kwa kufunga. Kufunga husaidia kudhibiti ama kuua tamaa za mwili inayokuja ama inayotaka upate raha kutokana na hilo tendo. Hivyo kwa tendo la kufunga inakuwa ni kama dawa dhidi ya hayo matendo ama tamaa za mwili, tamaa za pesa. Ufanye nini? Jambo unataka kufanya, toa kwa maskini, toa sadaka. Kwa kufanya hivyo utashinda hiyo tamaa ya macho ama tamaa ya mali kupita kiasi. Kwa hiyo Kwaresima inakuwa ni sehemu ya kutusaidia kufanya hivyo, kwa sababu ni kipindi cha kutoa kwa ukarimu, kipindi cha kusaidia maskini, wale wenye uhitaji, wasiojiweza. Basi kama unasumbuliwa na changamoto hiyo, dawa yake ni kutoa.
Unapotoa ndipo unaponya hiyo tamaa ya mali. Jambo la tatu ni kusali ama sala. Inaweza kukusaidia dhidi ya jaribio ama tamaa hiyo ya tatu, kiburi cha maisha. Ukiwa na tatizo la kiburi, ukiwa na tatizo la kujiona, ukiwa na tatizo la majivuno, unahitaji ufanye nini? Sio jambo jingine, ni kusali. Ni kusali, kwa sababu katika kusali ndipo tunaona utegemezi wetu kwa Mungu, kwamba sisi hatuwezi kufanya kitu chochote bila Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye muumbaji, sisi ni viumbe, hivyo tunahitaji neema yake kupitia njia ya sala. Kwa hiyo jenga mazoea hayo ama mazoezi ya kusali mara kwa mara, itakuwa na msaada kwako. Mpango wa Kwaresima ni nini? Kufunga, kusali na kutoa sadaka, ambao pia inaweza ikawa kama kiini cha kipindi chote cha Kwaresima. Na kwa namna ya pekee maisha yetu yote kama wafuasi wa Kristo tunaalikwa kufanya hayo mambo matatu: kusali, kufunga na kutoa sadaka. Na kwa hizi siku 40 kama kipindi cha kutuzamisha kwenye tafakari hiyo ya Kwaresima, itakuwa ni kipindi pia cha baraka, kipindi cha neema kubwa, na ni kipindi cha kujiunganisha na Yesu katika safari yake hiyo ya jangwani. Msalaba kama ushindi wa mwisho juu ya hizi tamaa zote. Kwa hiyo kipindi hiki cha Kwaresima ni kipindi kinachotusaidia kulielewa vizuri fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia ni kipindi chenye nguvu sana, kwa sababu kinatuzamisha kwenye tafakari hilo la msalaba, kwa sababu mwisho wa yote katika msalaba ndipo tunaweza kuzishinda hizi tamaa tatu. Katika namna gani? Labda dhidi ya tamaa ya mwili, msalaba, Yesu anapitia maumivu makali. Pale msalabani hakuna raha, hakuna starehe yoyote, na hapo anashinda kabisa tamaa ya kutafuta raha kuliko mapenzi ya Mungu. Anatimiza mapenzi ya Mungu kwa kifo hicho cha msalaba. Dhidi ya tamaa ya macho, msalaba, Yesu anakwenda msalabani bila kitu chochote cha kumilikiwa, na hata mavazi yake waliyapigia kura, walimvua nguo, walimsulubisha akiwa uchi. Na akiwa msalabani, Yesu anamtoa mama yake kwa Yohane: mama, tazama mwanao, na mwana, tazama mama yako. Kila kitu alikikabidhi msalabani. Hakuwa na kitu chochote, hakuwa na umiliki wowote. Hivyo dhidi ya tamaa ya mali, msalaba inakuwa kielelezo ama kitu kikubwa zaidi cha kuweza kushinda hiyo tamaa ya mali ama tamaa ya macho. Dhidi ya kiburi cha maisha ama majivuno, Yesu akiwa msalabani, wale waliokuwepo chini ya msalaba waliweza kumkejeli ama kutumia maneno yale yale ambayo Ibilisi aliyatumia alipokuwa akimjaribu Yesu jangwani, na kumwambia wanamwambia Yesu kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu, unaweza ukatoka hapo msalabani. Lakini Yesu kwa unyenyekevu mkubwa anakubali kufa kifo cha msalaba, anakubali kudharauliwa kwa namna hiyo katika mateso ya msalaba, na mwisho anakufa msalabani. Na anafanya hilo na kukishinda kiburi cha maisha, kushinda majivuno. Sio kwamba alikuwa hana uwezo, alikuwa na uwezo, lakini kwa njia ya unyenyekevu wa ajabu anakamilisha hilo fumbo la msalaba. Kwa katika msalaba pia tunaweza kushinda kiburi cha maisha ama majivuno. Kwa hiyo tayari katika Dominika hii ya kwanza ya kipindi cha Kwaresima tumeshaanza kuona kivuli cha msalaba, kivuli cha Kalvari, na tumeanza sasa safari hii ya kuelekea huko msalabani, safari ya kuelekea Kalvari, lakini mwisho wa siku tunalenga nini? Ufufuko. Ndio maana kipindi hiki cha Kwaresima lengo lake ni kutupitisha katika safari ya kuweza kulielewa vizuri fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo.